Mfalme wangu, tangia Mpaya aondoke na kuona haupo kabisa katika mwelekeo wa kumtafuta mtoto, au hii hali umelizika naye? Mimi sikulizika naye, bali Mpaya mimi sijamfukuza, bali kaja mtu. Mfalme wangu, kwenye hii Maya naona kuna mapinduzi makubwa yanaenda kutokea. Mapinduzi gani haya? Mfalme wangu, huyu Kipanji naona anaenda kukupindua. Ngine mjua mimi huyu? Mfalme wangu, huyu unayemjua wewe. Huyu mtegemezi, mambo yangu yote mtegemezi langu kwake yeye, hawezi akafanya. Mfalme wangu, haya ni maono yangu na mimi ndo nimeyaona. Hebu ngoja tuone kitakachotokea. Haya, tutaangalia. Basi sawa mfalme wangu. Mfalme, mimi naona binti mfalme akiwa na kijakazi lake pamoja na Kipanji wakitoroka na amenionya kikali. Na mizigo tena. Binti mfalme unatoroka eh? Nakwambia. Hiki unachokiona hapa kiishia hapa. Ole wako na nyumba liga zako hizo. Uende kumwambia mfalme nitakunyonga. Na hapo ukitoka hapa uelekee kwenu. Sawa? Toka. Okay. Nisije nikakwambia. Wanaelekea wapi? Msitu wa Mbunguluni. Tafadhali mfalme, naomba unilinde. Hapa paharibiki kitu. Bado amekuja kuniambia mfalme, hii yote itakuwa, wala usiwe na wasiwasi yote. Hapa umeshafika na hii siri itakuwepo, ipo kama kawaida. Haya, Bwana Maseke. Naam mfalme. Madenge. Naam mfalme wangu. Haraka sana, nataka mara moja apatikane huyo mtu. Sawa mfalme. Tutafanya kama ulivyoagiza mfalme. Sawa, lakini wewe ikiwa kama mzazi ilikuwa natakiwa ufuatilie mtoto yuko wapi. Mimi kweli wakati nilipokuja kuzipata hizi habari kwa yule kijana, mimi nilichoamua nikawatuma watu kwenda haraka sana kwenda kumfuatilia, na wakati wanapomfuatilia mimi kawa nasubiri majibu kutokana huko tuliowatuma wale vijana. Sawa, mimi nashukuru kusikia hivyo, lakini pia nitaidi ikiwa kama mzazi. Mimi kama mama naumia sana nafsi yangu, na sababisho kubwa ni wewe. Kuondoka kwa mtoto hapa, wewe ndio sababisho kubwa. Haiwezekani kabisa kuchukua maamuzi ya kumlazimisha mtoto kuolewa na mume ambaye hasiyeridhia naye. Mbona Kipanji alikuwa ipo vizuri, anamtosha kabisa, ambaye mwenyewe nafsi yake imeridhia. Yule mimi nimemuona hawezi akatufaa, kutokana nimemtafuta mtu yeye yule mwene kuilinda himaya yetu. Hata kama angalia basi na amani ya mtoto, naye awe na furaha vile vile kwa kile kitu anachokipenda mwenyewe, basi muache.
Unalazimisha sehemu ambapo nafsi yake haipo kweli? Mtoto inakuwa anasikiliza maneno ya wazazi. Ni kweli mfalme wangu, lakini tuangalie mtoto ana furaha upande gani? Kama mimi ni mfalme, mfalme ndio mwenye uamuzi wa kuamua. Namtaka mtu yule mwenye manufaa atetu linda sisi, nasikia bwana, na kwenye imaya yetu, sio mtu wajabu anakuja wakati mwingine sio tufaa. Hiyo ni swala kwetu, ni kosa kubwa. Sawa mfalme wangu, ila naomba ulifanyie kazi, kwa sababu huko alipo mtoto hatujui anapata madhara gani, hatujui anaishije, anakula nini, analala wapi, yupo vipi, anafikiria nini. Anaweza akachukua maamuzi magumu aliyakuwa baadaye tutajuta ikiwa sisi kama wazazi. Wewe yote niachie mimi, mambo yote atakuwa sawa tu. Basi sawa mfalme, mimi nitashukuru kama mambo yataenda sawa. Malikia, wewe kama mwanamke mwenzangu, na sipo tayari kumwona mwanamke mwenzangu anaharibikiwa. Nimekuja hapa leo na mazungumzo na wewe. Japokuwa mwenzangu mwenizidi cheo ni Malikia kwa kijiji hiki, lakini kuna mambo yanaendelea sio mazuri kwenye kijiji hiki. Inatakiwa tuzungumze kama wanawake. Zuki, ni vitu gani hivyo? Mambo yanasikitisha sana. Mfalme yeye ndio anautangaza kwenye kijiji hiki hakuna mtu wowote kutembea na mwanaume, na sisi tunamsikiliza mfalme wetu, ila sasa yeye mfalme ndio kiongozi wa mambo hayo. Ina maana nataka kuniambia Mfalme Kipanji ana mahusiano na wanawake wengine nje kwenye maya hii ndogo? Kabisa. Na mwanamke wake mkubwa ni Zena. Zena? Zena huyu unamjua wewe. Kwanza nashukuru kwa jinsi ambavyo ulivyokuja leo. Yaani umekuja kiustaarabu tofauti na siku zote. Ila mimi na Kipanji tuna historia ndefu sana. Historia? Ndiyo. Hiyo historia si ndio bora uniambie mimi. Kwa sababu mpaka nimekuja kuongea na wewe nimeacha watoto wote. Bora uniambie tu. Hapana Zuki. Hii siri haitakiwi kujua mwanaimaya yoyote kwenye hii imaya ndogo. Kwa hiyo acha tu ibaki kuwa siri. Oh, sawa. Haya sawa, nimekuelewa. Lakini nifanyie kazi na hili. Ujue kama mumeo hajatulia. Sawa, nimekuelewa. Mfalme wangu. Mbona vijana wako kimya mpaka saa hizi? Ahadi yenu silikuwa leo? Sawa. Ahadi yetu ndio leo. Na vijana muda wote watarudi. Watakuja, watakwenda kushughulika na lile swala nililoagiza. Tuongee. Si mzigo. Tukufu Mfalme, sisi ni vijana wako. Tuko tayari kwenda kupambana na Kipanji. Sawa. Mimi nakutakieni heri vijana wangu. Mwende huko mkakutane naye Kipanji huyo, na mtapokwenda huko mawili, aje mzima au awe mmeua kabisa huko. Mfalme wangu. Mbona unafika mbali sasa?
Wakishamuoa tunapata faida gani? Sikilizeni vijana, mnapokwenda mkimpata Kipanji na yule binti, wote waleteni wakiwa wote wazima. Sawa? Sawa. Sisi tumekuelewa na tutalifanyia kazi, na tunawaahidi Kipanji na binti Mfalme tutafikisha hapa akiwa salama. Nakusikiza malkia wangu. Ndio natoka ufike uko kimya sana. Nini maana ujio wako? Zena, nakusikiza malkia wangu. Nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nije nikuulize wewe. Na nataka majibu ya kueleweka. Nasikia unatoka na mfalme. Mimi? Sio kweli malkia wangu. Ni kweli mfalme ananisumbua sana. Ananihitaji mimi kimapenzi. Lakini mimi sina haja naye kabisa. Maana na mpenzi wangu. Sinywi maji. Siwezi kufanya chochote. Nampenda, amekaa hapa katika moyo. Ni sawa. Unayosema ni ya kweli? Ni kweli malkia wangu. Kwa sababu mimi ni malkia na haipendezi kugombana na mwanaimaya wangu. Na ndio maana nimekuja hapa kiustaarabu wewe kukuuliza. Kama unayosema ni ya kweli na iwe hivyo. Je, huyo ambaye umemweka moyoni ni nani? Utanisamehe malkia wangu. Siwezi kukwambia natoka naye nani. Unajua sheria ya kijiji chetu Imaya ndogo, akiruhusiwi mwanaimaya yote kuwa na mapenzi bila taarifa. Kwa hiyo, ukifika wakati, wewe mwenyewe utaona malkia wangu. Basi sawa. Sawa. Ila nikwambie tu Zena. Nimekuja hapa kukupa onyo. Kama unavyosema sio mtu wako, basi na iwe kweli. Vinginevyo utajua mimi nafanya nini. Sawa malkia wangu. Nishachoka ya maisha. Nataka nirudi kwa Mfalme Tongi. Nimechoka kuishi maisha ya kuigiza. Amanda. Kwani kila siku sisi tunazungumza na tayari ile swala tumeshalizungumza, swala la kurudi kwenye himaya kubwa kwa Mfalme Tongi. Sasa iweje kila dakika unalirudia neno hilo hilo tu? Mpai, mimi nishachoka ya maisha ya kuigiza. Alafu huyo Kipanji kwanza sio mfalme. Tunaongopea mpaka lini? Haya maisha ya kugombana na watu mimi nishachoka. Bora niende zangu ufalmeni huko kwa Mzee Tongi, nikaishi maisha yangu ya kawaida. Haya maisha ya kukimbizana mimi siyawezi. Yaani nishachoka kabisa. Amanda, nisikilize. Kila kitu tayari kishakuwa kwenye mpango na tumeshapanga tumchunguze Lumbi ili mradi tujue amefikaje huku, ili tupate njia ya kurudi wote kule. Kwa nini nafikiri mimi napenda maisha ambayo naishi huku? Mimi nimeshakumbuka maisha kwa wazazi wangu. Kwanza ile kosa mimi sijafanya mimi. Wewe na huyo Kipanji ndio mtoroka. Kwa hiyo mimi sina hatia yoyote. Hata nikienda sasa hivi sina hatia yoyote. Nyie ndio mliofanya makosa kutoroka. Kwa hiyo unaamua kunigeuka Amanda? Sio kwamba nakugeuka, la nimeshachoka ya maisha. Siwezi kila siku kugombana na watu, mimi siwezi. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Lakini tuondoke ili mradi twende tukaendelea kupanga mipango yetu. Turudi wote huko nyumbani. Mimi siwezi kwenda, naenda kwa Mfalme Tongi muda huu. Mimi siwezi kwenda huko. Siwezi. Hebu acha masiala yako bwana. Tuondoke. Nimechoka kweli Mpai. Mimi siwezi kwenda, nimechoka. Kwa nini unamaanisha Amanda? Ndio namaanisha. Twende bwana, acha masiala. Amanda. Amanda. Mimi poje?